Habari yako mzazi na mlezi. Leo nataka tukae pamoja na kuzungumza kwa kina kuhusu hatari kubwa zinazompata mtoto anapotumia simu. Huenda tukawa tunafikiri ni kawaida mtoto kutumia simu kwa ajili ya michezo au mawasiliano. Lakini ukweli ni kwamba simu zina madhara mengi yanayoendelea kumharibu mtoto kimwili, kiakili na kihisia. Utafiti wa kina wa wanasayansi na wataalamu wa makuzi umebaini mambo makubwa sana ambayo yamefichika nyuma ya mwanga wa skrini za simu. Katika video hii nitaeleza sababu 23 za kisayansi kabisa zinazothibitisha madhara hayo na nitafafanua hatua muhimu za kuchukua. Sababu ya 7, ya 10 na ya 18 nitazieleza kwa undani zaidi kwa kuwa ndizo hatari sana kwa mtoto. Karibu usikilize ili uweze kumlinda mtoto wako na kumhakikishia maisha yake yenye afya bora na usalama wa kudumu. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kaa nami hadi mwisho ili upate maarifa muhimu ya kumlea mtoto mwenye afya bora. Kama bado haujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, fanya hivyo sasa hivi kwa sababu tunashirikiana kukuletea maarifa muhimu kuhusu malezi bora. Kwa ushauri zaidi, wasiliana nami kwa namba 0754579224. Karibu na tuanze. Sababu ya kwanza, watoto wanapotumia simu kwa muda mrefu, hupoteza umakini katika masomo yao. Ubongo wa mtoto unahitaji umakini mkubwa ili kujifunza na kuelewa vitu vipya. Lakini skrini ya simu inamtumbukiza kwenye msukumo wa taarifa zisizo na msingi zinazochanganya akili yake. Hivyo mtoto hushindwa kuzingatia masomo darasani au nyumbani na matokeo yake ni kushuka kwa uwezo wake wa ufaulu. Sababu ya pili, kuhusu macho, skrini za simu zinatoa mwanga mkali unaochanganya mishipa ya kuona. Macho ya mtoto bado yanaendelea kukua na mwanga huu unayapiga moja kwa moja. Matokeo yake ni kupungua kwa uwezo wa kuona, hususani kuona vitu vilivyo mbali. Watoto hawa wanaweza kuanza kuhitaji miwani mapema sana katika maisha yao. Sababu ya tatu, watoto wanaotumia simu mara nyingi wanapata matatizo ya usingizi. Mwanga wa simu unakwamisha uzalishaji wa homoni muhimu ya usingizi inayoitwa melatonin. Matokeo yake mtoto anakosa usingizi wa kutosha, anakuwa mvivu na asiye na nguvu za kufanya kazi za kila siku. Kwa muda mrefu, hali hii inaweza kuathiri ukuaji wa mtoto na kumpa magonjwa ya kudumu. Sababu ya 4, simu hufanya mtoto kupoteza hamasa ya kushiriki michezo ya nje au kushirikiana na wenzake. Michezo ya asili hujenga afya ya mwili na kuimarisha uhusiano wa kijamii. Lakini kwa kutumia simu muda mrefu, kunamfanya mtoto kuwa na mazoea ya kukaa sehemu moja tu, jambo linalosababisha uzito kupita kiasi na kukosa stadi za mawasiliano. Sababu ya 5, kupitia simu watoto wanapoteza stadi za kuzungumza ana kwa ana. Hii ni kwa sababu mawasiliano kupitia maandishi hayana hisia au ishara muhimu kama tabasamu au kugusa bega. Hivyo mtoto anakosa fursa ya kuimarisha uhusiano wa karibu na familia au marafiki. Sababu ya 6, wataalamu wa afya wanasema mawimbi ya umeme yanayotoka kwenye simu ambayo huitwa mionzi huathiri sana ukuaji wa ubongo wa mtoto. Ubongo wa mtoto unakuwa kwenye hatua ya kuunda mizunguko ya kipekee inayomwezesha kufikiri kwa haraka na kuelewa mambo. Mionzi hii inaweza kuvuruga mchakato huu wa ukuaji na kusababisha madhara makubwa ya kiafya baadaye. Sababu ya 7, utege sikio kwa makini sana. Sababu hii ni mojawapo ya hatari zaidi na tunapaswa kuichukulia kwa uzito mkubwa. Utafiti wa kina umeonyesha kuwa mionzi ya simu ina uhusiano mkubwa na uwezekano wa kupata saratani. Watoto wako hatarini zaidi kwa sababu mifumo yao ya kinga bado haijakomaa. Saratani ya ubongo na saratani ya macho ni kati ya magonjwa yanayoweza kuchochewa na matumizi ya muda mrefu ya simu. Ni muhimu sana kumlinda mtoto dhidi ya hali hii kwa kumwekea mipaka ya matumizi ya simu. Sababu ya 8, watoto wanaotumia simu mara kwa mara hupata matatizo ya mfadhaiko wa akili. Mfadhaiko huu unakuja kwa sababu ya kuona mambo ya kutisha au ya kuvunja moyo kwenye mitandao. Video au picha wanazokutana nazo zinawaacha na maswali magumu yasiyo na majibu, jambo linalopelekea huzuni na upweke.
Sababu ya 9, kutumia simu kwa muda mrefu kunamfanya mtoto kukosa muda wa kufanya mazoezi ya mwili. Mwili wa mtoto unahitaji mazoezi ili kubaki afya. Kukaa bila kufanya chochote kwa sababu ya kushughulika na simu kunaleta ongezeko la uzito na hatari ya magonjwa ya moyo. Sababu ya 10, zingatia hii sana wewe mzazi. Sababu hii ni hatari sana. Utafiti umebaini kuwa watoto wanaotumia simu sana hupata msongo wa mawazo. Watoto wanaoanza kujilinganisha na picha au maisha ya watu wengine wanaowaona mtandaoni, wanaanza kuamini kuwa wao hawatoshi au hawafai. Jambo linalowajaza huzuni, kujiamini kunapungua na wanakosa furaha ya kweli. Sababu ya 11, wakati mtoto anakaa muda mrefu akiangalia simu, misuli ya shingo na mgongo inachoka kwa sababu ya kukaa kwa mkao mmoja. Baada ya muda, mtoto anaanza kupata maumivu ya mara kwa mara ya shingo, mabega na mgongo. Sababu ya 12, simu inamnyima mtoto muda wa kujifunza mambo mapya kwa vitendo. Badala ya kushika kitabu, mtoto anachagua kubonyeza simu. Hii inamchelewesha kupata stadi muhimu za maisha kama vile kuandika vizuri, kusoma kwa ufasaha au kuunda vitu vya mikono. Sababu ya 13, watoto wanaopenda kutumia simu wanapokuwa shuleni hawawezi kuzingatia vizuri. Akili yao inakuwa inakimbilia mawazo ya kile wanachokiona kwenye simu badala ya kuzingatia mafunzo ya mwalimu. Hii inashusha matokeo yao na kuathiri ndoto zao za baadaye. Sababu ya 14, simu inaharibu uhusiano wa karibu kati ya mtoto na wazazi au ndugu zake. Badala ya kushiriki hadithi za familia au kuomba msaada, mtoto anatazama skrini yake peke yake. Hali hii inaharibu upendo na uhusiano wa kiroho katika familia. Sababu ya 15, kutegemea simu kupita kiasi kunamfanya mtoto asiwe mbunifu. Badala ya kutumia ubongo wake kutatua matatizo au kuunda kitu kipya, anategemea taarifa za haraka na rahisi kutoka kwenye simu. Ubunifu wake unakufa taratibu. Sababu ya 16, simu humjaza mtoto tabia mbaya ambazo hazifai. Picha na video zisizo na maadili zinamfundisha maneno machafu, tabia za vurugu au ulevi. Matokeo yake ni mtoto kuanza kujaribu kuiga tabia hizi kwa siri au kwa dhahiri. Sababu ya 17, wataalamu wanasema kuwa ubongo wa mtoto unahitaji changamoto kama vile michezo ya kufikiri au michezo ya nje. Simu inaharibu changamoto hizi kwa kumpa taarifa rahisi na za haraka, jambo linalopunguza ustawi wa akili yake. Sababu ya 18, sababu hii ni mojawapo ya hatari zaidi. Ubongo wa mtoto unajiunda kila siku kupitia njia mpya za mawasiliano kati ya seli zake. Matumizi ya simu kwa muda mrefu yanavuruga mchakato huu kwa sababu ya mwangaza ni mionzi ya jua. Hii inasababisha ukuaji wa akili ya mtoto kupungua na kupelekea matatizo ya kujifunza na kumbukumbu. Kwani ule mwangaza na mionzi ya jua inasababisha ukuaji wa akili ya mtoto kupungua. Sababu ya 19, simu inamuondolea mtoto hali ya furaha ya asili. Badala ya kucheka na marafiki au familia, mtoto anatazama picha au video zinazochochea hofu au wivu. Hali hii inamfanya awe mnyonge na asiye na furaha. Sababu ya 20, simu inamfanya mtoto akose huruma kwa sababu anatumia muda mwingi kwenye skrini badala ya kuzungumza na wengine. Anashindwa kuelewa hisia za watu wengine au kusaidia wenzake wanapopata shida. Sababu ya 21, mtoto anapokaa muda mwingi na simu, anapoteza mwelekeo wa maendeleo. Muda ambao angeutumia kujifunza au kujenga ndoto zake, ule muda unakosa maana. Simu inampeleka mbali na malengo yake. Sababu ya 22, simu inamweka mtoto katika hatari ya kuingizwa kwenye mahusiano yasiyofaa. Kuna watu wabaya wanaotumia simu kuwadanganya watoto. Wanaweza kumshawishi mtoto kuamini uongo au kutumia kwa njia zisizo salama. Yaani unakuta wanamtumia yule mtoto kwa njia ambazo sio salama. Sababu ya 23, mwisho kabisa, kutumia simu sana kunapunguza usalama wa mtoto. Watoto wanakosa umakini wanapokuwa wanatembea au kula huku wakiangalia skrini. Hii inaweza kusababisha ajali au kuanguka na kuumia. Baada ya kuelewa madhara yote haya,
Sasa ni wakati wa kuchukua hatua madhubuti. Kama mzazi au mlezi, weka mipaka ya kutumia simu kwa mtoto wako. Mwelekeze kushiriki michezo ya asili, kuzungumza na marafiki na kufanya mazoezi ya kimwili. Hakikisha mtoto analala muda wa kutosha bila kutumia simu saa za usiku. Mpe muda wa kujifunza mambo mapya kwa vitendo na kumsaidia kukuza ubunifu. Pia zungumza naye kwa upendo ili kumweleza hatari hizi ili awe na ufahamu zaidi. Bila shaka umejifunza kitu kipya leo. Hakikisha unashare video hii kwa wazazi wengine. Pia usisahau kusubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi ili uwe wa kwanza kuona video zetu pale tunapozi-upload, kwa sababu tunaleta maudhui yenye manufaa kwa familia yako kila wiki. Kwa ushauri wa kina kuhusu malezi ya mtoto, wasiliana nasi kwa namba 0754579224. Karibu sana, tukutane kwenye video inayofuata. Asante.